Bethel Clouds TV, empowering lives. What do you think you can get? You can't get anything good as per to the expectations. Bwana asifiwe sana. This is a time you come, you enjoy your time, you enjoy with God, and God will bless you. Then we move forward. Give me that high. Ako wapi huyu jamaa? Jamaa hawajui kile kitu napendanga. I can't naimbaka kawimbo kamoja. Simu katafutie tuweke chorus. Sasa zile mashuka. Si unaona sasa unaweza kuchukua nyake. Tarugama na iguru. No urute andu Mathare. Umarute goko, umatware nginya Radani. Wikiraga Radani ko? Watford. Umatware nginya Watford. No Mathare bado umatware Watford. Tarutaro ya mashuka. Unaona ule ni mutogo wa Mathare. Unaona ule ni Mathare mukuru kwa Rufeni kwa Jega niguo marutaga mitugo ere. Unuona maundu macio urutete mundu kamuruta gicagi kwa ukamurehe uko kamuthambia ukamuiga wega no agucokia ku o Mathare ikarathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje wewe? Wewe unaonaje? Jeni. Wewe unaonaje? Tumerudishwa wapi? Vibandesco. Mathare ku kwa vibanda. No kona me comfortable, they are very comfortable, they are okay. Do the next thing ugocoka wone ni tomithi tokia ni kuhari. That's the next move. Tondu ni aba gukumenyeria ni agucokia kuria riu acokeri wa kwajia gukuonera mitugo yaku wekwa wekata hiana reke ndithondekere sound njoke inaga ikarembo karia muinaga. No kadira tukorwo nayo ya sound irari ya mung'ari na bangi na riu no koni ari nyanywa gacai kahiu na no andu adawa magenywa gacai kahiu ni inaripukanga inawaka so wezi mupuremu because this is what I decided, this is the kind of people I decided to be working with because I don't want to work with good people. Si nyinyi mlikuja hapa mkiwa wazuri, si unaona venye mmenifanya. Sasa afadhali hawajui kuroga, hawajui nini. Sasa labda ameenda kuchaji. Sasa akikuja hapa macho itakuwa nje, utaona ameruka pale kubadilisha. And you live peacefully, maana hakuna kitu kingine ameficha beyond. Hapana, beyond hiyo bangi yake na changa yake hakuna kitu kingine. Lakini mtu mzuri kama huyu unakuwa mnacheka, anakuona vizuri, mnakaa vizuri. Sio kama huyu mama mjaja huyu mjaja. Ndio mwenda horo wake. Mama mzuri sana mjaja. Ananionanga na blush. Ndiga gutware kigongona ine. Takejire we. Ndukenda guthahia kigongona. Wendaga atia? Wendaga ikare hina thai. Unyendagira atia? Uikare wina thai. Wa mwathani. Yesu ni Bwana. Geithia tu ikarira giti giaku wega. Apostle. Atoika atia? Yo karira maithori. Karira maithori. Onyana ko karira maithori. Jesu. Aiko oyo shini goera magutari. Agakani arema. Ndogicokia apiro kuri Ngai umwire aca haha aritoira. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko geithia andu tu.
wasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Majina zangu naitwa Nancy na nimetoka London. Niliona apostle kwa Facebook na nikaanza kumfollow. Nikaanza kuangalia nikaona huyu ni mtumishi wa Mungu kweli. So nimekuja Kenya, nimekuja mazishi ya my sister, unfortunately tulimzika jana, thanks to God. Na nikasema kabla nirudi London lazima niende kanisa ya apostle. Ile nihakikishe nimemuona na macho yangu, si ile namuonaga na TV nikikuwa huko mbali, kwa maana niliamini nikiwa huko London. Hii Nairobi Kenya kuna kanisa mingi, lakini nilichagua kukuja hapa. Kwa hiyo Mungu asifiwe, kwa maana nimemwamini, ni mtumishi wa Mungu. Yamenileta hiyo njia yote, nikasema siwezi kuja Kenya na ni wiki mbili ndio nimekaa hapa hivi nikose kwenda kanisa. Nikasema hii ndio wiki ya mwisho, narudi London next week. Nikasema lazima nikuje hapa hivi at least nione mandugu zangu kwa Yesu. Tuombe Mungu pamoja because we are one body in Christ. Ndio. Asante. Thank you. Mungu amekubariki. So nasikia watu wananionea bali. Hata hawa wananionea karibu. Gayo ni mwanane. Bwana asifiwe sana. Kitu ya muhimu sana ni kuelewa safari ambayo tunaifanya. Always it's very important to hear prophecies when they come. And when prophecies they are coming, they come because God is speaking. Bwana Yesu asifiwe sana. But it's also very important to understand process. Yani the prophecy imekuja. What is Mungu amesema utakuwa. Yes, utakuwa. Amesema utakuwa prophet, utakuwa rich, utakuwa whatever that the Bible the prophetic word has said. But the prophetic word, the danger with the prophetic word, it does never tell you the process. It tells you where you are and the tail end. But the process from where to become, it doesn't tell you. Haikwambii hata kidogo. It is your effort now to find your way there. So when you are in that effort of finding your way there, that is where we get lost or we find the way. Because in the middle there ndio utakutana na manyoka, crooks, what, every manner of things, they are there. That is now you do your battle. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where you do your battle until you come out. You know my vision. And that is why God tells us, write your vision in capital letters. Because you might get lost, but because it is written in capital letters, in big capital letters, it means even if you get lost from about 10 kilometers away, you can be able to visualize and see where you wrote, where you had said, aka ndio kajia kangu. Because your vision ndio ni kanjia. There is that kanjia unaamua katika maisha yako, unasema, this is the road. This is where I want to go. This is the road that will take me to my Canaan. And the road to your Canaan can take you 40 years in a journey of 8 days. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, it is very important to mark your roads, to mark your ways, na ukue kama ubwa. Sisemi ni kwa tusi, ukue kama ubwa. Have you ever thought ni kwa nini ubwa inaidaga ikikojoa? Yeah? Ndio ikirudi itakuja ikinusia njia. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is marking the territory. Ikienda yenye inakojoa ni kumark the territory, because hapo imekojoa itampatia direction. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are many things that happen in our life and it causes us not to find a journey. And there are several obstacles that causes you to suffer. Sometimes we have generational challenges, spiritual challenges, and the physical challenges, and the personal challenges that causes us not to get where we are supposed to go. Because some things will just happen to you. And when these things happen to you, they happen to you because they are meant to derail you. Maybe like we have generational challenge in your life. It is purely meant to make you not to go where you are supposed to go. Spiritual challenges, the evil spiritual challenges, are meant as to be an obstacle to your life, to cause you not to go. Apart from all these, we have also name challenges. And that's why I normally tell you, before you get ukienda uko Watford, you need to understand what is the meaning of Watford. Bwana Yesu asifiwe sana. Then who
made that name Watford? How did it come to place? Who is the owner of the name? Because many, kama gari Toyota is a name of a person. I know you didn't know that. Ford is a name of a person. Nissan is a name of the founder, the person who founded. Many things are named after the people who founded. Nairobi, I told you, is a name, a Maasai name. Nairobi Engare, cold water. Nyahururu is a name, a Maasai name. Nakuru is a Maasai name. Molo is a Maasai name. Eldoret is a Maasai name. And why will they be going wherever they went and they named the places? Remuru is a Maasai name. It's not a Kikuyu name. But utakuta Wakikuyu kwa nalinga. They don't know even the meaning of the name Remuru. Unaenda Runda. Usi Runda. What coming? Unaenda Ridgeways. What is Ridgeways? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda wapi? Unaenda Mukuru. Unauliza Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Jenga, Mukuru Kayafa. Sasa unakuta ni Mukuru kwa Ruben. Kwa hivyo ni mtu. Unaenda Mukuru kwa Jenga. Mukuru ni nini? Mukuru ni shimu. Is a valley. Kwa Jega. Kwa hivyo ni mahali palikuwa panatupwa takataka, lakini mtu alidiscover ni nani? Ni Jega ndiye alianza kujenga kanyumba ka kwanza kama katoni. Mukuru kwa Ruben ni mtu alikuwa anaitwa Ruben, amezikwa tu juzi. Ni Mukuru kwa Ruben ni mtu alikuwa anaitwa Ruben ndiye alianzisha kujenga kibanda cha kwanza. Na yeye ndiye alianza kugaia watu akiwauzia tu plot kidogo kidogo, na ndiko kunaitwa Mukuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. So what was behind this man Mukuru ama Ruben ndiye ajenge a slum? Slum is built because of poverty. It is not built because this man is rich, because if he was rich, he would be in Runda, Ridgeways, or some other places. But because he was poor and hakuwa na makao, akaenda kwa shamba ya mtu, akajenga kibanda, na akakiitanisha na yeye. Kwa hivyo, the foundation of Mukuru kwa Ruben ni poverty. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, many other things that happen in our life, they are based on a situation. Your name, just ask yourself, what is my name? Weta kwa tia Gikuyu. Yeah? Godho. Weta kwa tia Gikuyu. Yeah? Naito. Weta kwa tia Gikuyu. Nyakeo. Weta kwa tia Gikuyu. Yeah? Nyakioro. Nyakero. Okay, na wewe? Monene. So these names are just those mere names. They have a reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Each name that you have has a reason. Nini? Umekuja? Basi hiyo upepo inafanya hii microphone ina. Yeah? Umezima? Uko sawa? Tunaenda mbinguni? Asante. Noto dieta nake, toleto dieta rogera, to dieta de hagyo kinya mbinguni. So each name that is given to you, or given name, it has a purpose. In Kikuyu, we are given names because it is a name from somebody else. And before this name came from that somebody else, it could have been interrupted by something or somebody. Maybe you have a sister, or there was a sister somewhere who died. And then they said, we can't just allow her to go. We have to return her. So if you give birth to another, then they will return that name or that sister by giving her now not the name Wajiro, but the name Joki. Bwana Yesu asifiwe sana. So hatapatiwa Wajiro yule alikufa, atapatiwa Joki. Kwa maanisha ni amerudishwa, ni Joki. Negoshokio. Then kama kuna mwanaume bado alikufa na reincarnate, that is what we call reincarnation, ataitwa jina Karioki, kwa sababu amefufuliwa. Toa mic, ziweka chini tu ama si atadirisha, simezimwa. Simezimwa. Si amezima. Jamaa ameona vitu zake na akazima. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu ataitwa Karioki, maanisha amefufuliwa. Unanielewa?
amefufuliwa. Kwa hivyo huyo mtu amefufuliwa, wewe sasa umeitwa Kariuki. Huyu ndiye alikuwa amekufa. Sasa amereincarnate through you. Meaning every single character za huyu zitakuwa na wewe. Kama alikuwa muganga, alikuwa mwizi, alikuwa mchawi, everything that he was, because it is a reincarnation, atakuwa hivi. Kama unaitwa Nyakeru, sasa wetiro Nyakeru niki, that was not an original name. It is a name given after somebody disappeared. That is why you are given it is like a nickname. Jina Maina, Jina Mwangi are not actual names to people. Maina ni Rika, Mwangi ni Rika. So kuna watu, kama kuna mtu anarudishwa, maybe your father anaitwa Joroge, uzae mtoto na mke wako baba yake anaitwa Joroge. So our first name son ataitwa Joroge, your father. So your mother, your wife, baba yake anaitwa nani? Joroge. Sasa hatazaa Joroge, atazaa mtoto ni Joroge, lakini atabadilishiwa jina, itaitwa Maina, ataitwa Narika, ama aitwe na nani? Na Mwangi, ama Rika, ama Mwangi, Maina, ama Irongo, ama aitwe nickname. Kama huyo msee aitwe Nyakeru, it is an modosio eta wa Nyakeru todo yale nickname todo ari mweru. So todo ritwa riwetwo nirire na mundu ungi riu agetwo nickname Nyakeru rigatwika ritwa. Are you getting me now? Do you understand me now? Bwana Yesu asifiwe sana. So these names, either could it be a nickname or the name given because of a situation. This name, they carry baggages with them. Each name that you have has a baggage with it. Kama mimi naitwa Dora. Dora ni nini na Kikuyu? Kuishi, kitu kinaishi, a durability. Na Waroinge, multitude. So that is why I have always found myself with the people. I have tried to avoid it. It is unavoidable. Nimejaribu, nilikuwa na mungeke, maisha yangu ya kwanza nilianza kuishi na umbwa. Nilikuwa nakaa na umbwa karibu 100 za neighbor zote zilikuwa zinaishi kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this name is carrying something that relates with your life. This name is pushing an agenda. So each name that you have, it pushes its agenda according to the foundation of the name. That is where you find you are working very hard, but you have a name that takes you to poverty. You are working very hard, but you have a name that takes you kwa ulevi. Kama sasa ukikuta mtu anaitwa Kanywera, ukikuta mtu Monywa, ukikuta mtu anaitwa nani? Wajohi, you find them wako kwa pombe. Because the name is working. Each name has an agenda, and each name works towards the agenda that it is called, because it is foundational. It has a foundation, and the name's foundation, it will direct your steps in life. That is why a person like Jabez alizaliwa na uchungu. After he discovered how he came on earth, he went back to God. Let us look at the book of 1 Chronicles chapter number 4 verse 10. Jabez cried out to God of Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Jabez cried out. Why would he cry? The name looks good. The man, hata mimi naweza kuitwa Jabezi. Kwa sababu nikiongoza, ukiongoza Jabezi weke U, utoe BE, weke U weke A, Jabazi. But I said, therefore you will find, he said, this is what he said. He said, I wish you will bless me. Why will he wish to be blessed? Because the name is working against him. The name is derailing anything, because the name is associated with pain. If you look at the name Jabez, can somebody look at the dictionary quickly and find us what it means? It means something different, very difficult, very bad, pain. So huyu mtoto, why was the name associated with pain? Because the mother alimpata na uchungu.
Uchungu labda ulisababishwa na nini? Either could be uchungu wa utumbo, ama uchungu wa mateso wa kule alikuwa ameolewa, ama uchungu wa mateso wa maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. The challenges ambayo una face katika maisha yako inakusababishia kuface challenges because jina liliitanishwa na mazingira yale ambao huyo mtoto alizaliwa. Kama sasa ukienda kwa Wajaluo ama kwa Wakamba, kwa Waluya, utakuta mtu anaitwa, ukizaliwa kwamba kunanyesha, unaitwa Wafula. Kama ni mwanamke anaitwa Nafula. Ukienda kwa Wakamba wanamuita Wambua. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyo ni mtu associated with a situation, rain. Bwana Yesu, kwa sababu utakuta kila kitu yake katika maisha yake atakuwa ananyeshewa. Akifanya kitu fulani nakuta the rain, unasema the rain, he was rained over. Things didn't work. Bwana Yesu asifiwe sana. So did you find Jabezi? What's the meaning? He made sorrowful or born in pain. He's sorrowful and all born in pain. You can be born in pain in 3 categories. 1, you can be born in pain because of labor of your mother. Number 2, you can be born in pain because of the environment, the situation. Kule unazaliwa. Wale watoto wote walizaliwa jangwani kule Israeli, they were born in pain when there was no luxury. And also number 3, you can be born in pain because of the parental situation. Maybe your father didn't want you, your father was fighting your mother, and there were challenges, marital challenges. So those are 3 ways that produces pain of a child. Therefore, how was this man Jabez born? Jabez cried out to God of Israel. He said, I wish you will bless me. I wish. Because this man, this is a humble prayer to God, that God, may you change my situation. Bwana Yesu asifiwe sana. So ask yourself, has your name has a reason behind you suffering? Is your name the reason you got married to the man you got married to? Is your name the reason you are jobless? Is your name the reason there is nothing is working in your life? Is your name the reason you are struggling? Is your name the reason you cannot make a step forward? That's first the beginning of your deliverance, the beginning of understanding who are you. You understand by the name, because the name has a meaning and has a bearing, and the bearing pushes the agenda of the meaning. Bwana Yesu asifiwe sana. So he cried, I wish you will bless me. That's prayer number 1. Meaning inside, ndani ya that prayer, imebeba vitu nyingi sana. I wish you will bless me. So maybe alistruggle kufanya kazi, alistruggle kuishi dunia hii. That's the main reason. Alienda kwa Mungu, I wish ungenikumbuka tu. I wish ungenibariki. Alistruggle. The man was struggling. The man was facing challenges. Every kitu alikuwa nafanya kilikuwa na uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ndoa yake ilikuwa na uchungu. Maisha yake kusoma shule ilikuwa na uchungu. There are people here ambao kutoka nursery school, kutoka kulelewa, hajawahi kutana na peace. Hajawahi kupana na upendo. Yani you've never known what is love. Unaitwa Nyawera. Unakuta kwa nini unaitwa Nyawera? This Nyawera, what is the meaning of the name Nyawera? Nyawera ni modo wa wera. So you will find, is Nyawera productive? Yes, ni modo wa wera. But is the name Nyawera a productive name? Bwana Yesu asifiwe sana. Because yes, no, kule mtu wa wera unaweza kuwa unafanya kazi sana, but you are always on a roundabout move. That you are always moving round. You are working. People know you are hard working, but you have nothing to show. Because when inaitwa letwa, no letwa letile na mashiaro. Jina inaweza kuwa jina, lakini haifanyi nini? Haizai. Every name is supposed to give birth, because it's a name. Anything to do with a name is supposed to give birth. The name Abraham gave birth to Abraham. Why? He moved from the world of idolatry that his father was to the world of blessings. Then when he was given the name Abraham, it was a name that was coined to receive blessings.
Sarai moved from Sarai to Sarah, because now it is a ground for them to be blessed. But Sarai could not attract a blessing because its source is idolatry of his father. So the disconnect of the name had to be changed to accommodate what you don't have in the name. Are you getting me? So you had to change to accommodate what the name cannot be able to handle, because there are names that cannot be able to handle a blessing. There are names that cannot be able to handle a situation. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to change. If, for example, kwa wale mjaza, you discover that there is a problem in your family with a particular name, don't be stupid. Uanze kwa deda kutu papa ito na papa wanyu aleo the mete to papa wanyu matithiaga wera. Change that name immediately. Don't even wait for anybody to come and help you. Badilisha hiyo jina. Kama baba yako alikuwa anaitwa jina ingine, tumia hiyo jina ingine. Wale ambao ukibadilisha utumie hiyo jina ingine, wao wameitwa Kanywera, wote unakuta they have problems, but utakuta mtoto wako peke yake ndio hana problem, because you delinked. Bwana Yesu asifiwe sana. You delinked your child from the spirit behind the name. So it is always good to change the name. Hata mimi saizi kama ningejua kuna jina nilikuwa nimejibandika nikiwa shule, na hilo jina nilikuwa nimejibandika, it turned out me to be what I became. Maana kwa kitambulisho sikuandika Ndura, niliandika jina lingine. Maana unajua tukiwa shule kuna majina bandia tulikuwa tunajiita, lakini wakati wetu ni wakati vitambulisho vilikuwa vinakuja kuchukuliwa shule. Na kwa sababu nilikuwa mtu ambaye hapendi shule, nilikuwa natoroka, I used to sell bangi kwa shule na sigara na vitu vingi. Nilikuwa mtu wa marufuku. Hizo vitu zinaitangwa marufuku, si mnazielewa? Hizo ndizo nilikuwa nauza. Kwa hivyo people in school associated me with a president in Panama. Alikuwa anaitwa Antonio Emmanuel Noriega, because that man was a drug trafficker. So hata mimi kwa sababu I was a drug trafficker in school, walikuwa wananiita Antonio Emmanuel Noriega. So wakati watu wa vitambulisho walikuja, waliuliza huyu jamaa anaitwa nani? Walikuwa najua jina yangu ni Hezekia na Waroingi. Wakauliza hiyo jina ya tatu ni gani? Wakasema Noriega. So wakajaza fomu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo nikapata jina Noriega. Hello. Because of that name, I have gone to prison. This man Noriega is still in prison right now in Panama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado nasafa prison life imprisonment. Lakini because of the name, mimi nimeenda jela. Because of the name, I have suffered in prison. Because of the name, I have struggled in life. But when I came and returned my name, Ndura, leadership started in me. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things that we have, there are names that we have that are causing you not to prosper. There are things names that your children have that they are causing them not to what? To prosper. So I went back. I didn't know how to pray about the name, but I just decided to go back to my name. And when I decided to go back to my name, things started working. So the name, if you go back to what you are supposed to be, things will start now locating. Then things associated with the name will start now locating where the name is, so that they can go home. Are you getting me? So names attract, and names expels, repels. There are names that does not allow. Taru, there is a name we call kama sasa ukienda kule kwetu Nyeri, utakuta mtu anaitwa, uende kwa family moja unasikia kuna Wang'ombe, usikie mtoto wake ile mkubwa atago Jao, uende kwa mtoto huyo mwingine wa Jao, uende kwa mtoto huyo mwingine Gashao. Sasa ukiwakuta wamekaa pamoja waite Ng'ombe ici Muriega, utakuwa umewatusi kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mtu alikuwa anaitwa Christopher, minister wa internal security, Christopher Daradhi Morongaro. Daradhi ni nini? Ni nyoka. And he behaved like so. He used to behave like so. Ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lule wage shera Daradhi oshoka, and you'll be expecting snakes to be around you, because you attract the snakes. So that is why Jabez had to go back
to God na akaambia Mungu, I wish God you can hear this prayer. I wish God you can see what I'm going through. I wish God you can see the challenges I'm facing. This name is associated with the pain, and that is why I'm struggling. That is why pain is following me wherever I go, because of the name. The name can cause you to suffer forever. Even if I do whatever the deliverance I want to do, the name, the actual meaning of the name, number one, and also the associate of the name. You can have a very good name, but the associate of the name. The name, where did you get the name from? Who was the bearer of the name? So also, the bearer of the name, the spirit that he had, can be transferred to you through the name. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why naming of roads, like here in Kenya, the naming of city places is ritual. Did you know that? Naming of a road is ritualistic. It's a ritual that has to be done by the main government and the county government with the approval of a committee. And when they are naming a road, you remember when they named the Raila Odinga, even the priests were called to come and pray for that road so that it can stick to the name. When I say so, names causes. That is why you have hot. Black spots. You have roads that have permanently black spots. Why? There is a reason behind that. Ukienda kama ile ya Meru inaitwa Nithi, the bridge, the Nithi bridge, it causes an accident within a particular time, in the season. The meaning, Nithi itself, what is the meaning of Nithi bridge? It has a meaning. Who built the bridge? Nani alijenga? Ni watu gani walijenga nini? Hiyo barabara na hiyo bridge ilijengwa na watu gani? Walitoa kafara gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati hii barabara ya Kikuyu Northern Bypass ilikuwa inatengenezwa, uliona wa China walichukua nguruwe ngapi? Walichukua nguruwe 50, wakachimba shimo. Walipochimba shimo, wakazirusha huko ndani, kisha wakazimwagilia mafuta, wakaziakisha zikachomeka zikiwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hao kulingana na that group ambayo ilikuwa inajenga kabila yao, walikuwa wanafanya nini? Wengine niliona pale Rongai, kabila ingine nao walichukua mbuzi, lakini wao walichinja, wakamwaga damu kwa shimo. Alafu ndio pale walianzia break barabara, wale naanzia hapo ndio walichimba shimo, wakachinja mbuzi, wakamwaga damu, kisha wakazika hizo mbuzi wapi? Wengine niliona wale walijenga ile upande ya Utawala, nao walichukua maumbwa, wakasanya maumbwa zote kule, wakaziua, wakazizika huko chini. So everything that happens, it happens with a ritual. Bwana Yesu asifiwe sana. So that it can articulate and achieve an agenda. So even you have a ritual behind you that carries the spirit that carries you. That is why you have a problem, a challenge, a legal problem with your life. That whatever you try to do, nothing is achievable, because you are carrying a tag that stops you, that comes in when you just want to go to your breakthrough. Inasimama inakuuliza, where are you going? You are not allowed. Jabezi tried to do anything, but every move he was making, there was pain behind it. Akijaribu hata kitu kingine, anaona brother zangu zote wamefanya na wamefanikiwa. Akienda kujaribu kitu, hata brother wao wamefanya na kimefanikiwa, na kinajipeleka, akiguza tu kinaanza pain. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why he was making a prayer. I wish you will bless me. Prayer number 2, this is my prayer number 2. He said, I wish you will give me more territory. Because the name Jabez was restraining him from territorial control. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa mmejaribu kununua hata kaprot, it is not achievable. But you have the money. Unakuta mtu amekomboa nyumba Ruda, na nyumba Ruda analipa shilingi 1,000 ngapi? 300. Jose kaprot ni pesa ngapi?
Josca, plot ni pesa ngapi? Ni hiyo 300. Lakini anakomboa nyumba, analipa 300,000. Na huyo mtu anakomboa nyumba ya 300,000, matumizi yake ni ya 200. So in a month ana spend 500,000. Josca, plot ni ya pesa ngapi? Ni ya 200, 400, 500, 600. Lakini he cannot, hawezi kufunguka macho yake aone plot. Hawezi. Unakuta mpaka kwao gishagi hana hata kapisi, ona kakinya kamwe kama kudadali. No favor ya besha enasio, no to turn that money to become a property. There is no favor. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakutanga kuna mtu anasema mudosho ali besha. No besha is never turned into wealth, because being rich is because you have money. And being rich is not being wealth. Being wealth is being that unaweza kuwa na magari mingi na mashamba na manyumba mingi, but hizo vitu zote ni pamoja na bank. Unaitwa Kenyajui and Equity, Mwagi and Equity. You are rich because you have a fleet of matatus around here. You are rich, but you are not wealthy. Being wealthy is having the surplus of the riches. Hiyo mavuno yako inakuwa na surplus, ina turn into a production that from now henceforth your life can run itself without going to the bank, without going to borrow some money, without owning anybody pesa. That is sasa ndio unaitwa you are wealthy. Ni wewe wewe mtogu. Mwadhani ya washo. That's the difference of being rich and being wealthy. Being rich, you are still poor. It's only that you have a fleet of magari 10, lakini imeandikwa unaitwa nani? Tena Naito and Equity. Logbook imeandikwa Naito and Equity. Naito and KCB. Magari wanajulikana ati mtumio je ni mutogu. Ebesha tagoma. Nanyita. But si pesa zake ni za Equity. So huyu mtu si tajiri hata kidogo. Lakini kama sasa you have your own money running your affairs. Ukitaka kununua shamba Mombasa unaenda unanunua without borrowing or without owning somebody anything. You are wealthy. Bwana Yesu asifiwe sana. That when you have the surplus of your expenses that is beyond the expenses. So I wish you will give me what? More territory, because my name cannot allow me to have a territory. My name cannot allow me to expand. My name cannot cause me to move forward. My name cannot expand me. So there are names that we are carrying that does not allow you to expand from where you are. Yes, you have money, you have everything. And this name will cause you, because you get a salary of 1 million, this name will cause you to go and rent a house of 500,000. And then your lifestyle will be that high lifestyle. But the day you will be sacked, that's the time you come to remember that you wasted your time. Because you have a salary of 1 million, and that is one salary can buy you a plot. And another salary can start building your house. And a third salary can be able to buy you furniture. And a fourth salary, you find the salaries that you spend all over 1 year, that is 12 million, you could have done something good. But you never do it. Why? Because the name did not allow you. The name did not allow you. Because it has a restriction. It has tags behind it. So he was asking God, change my name so that I can be able to have more territories. Change my name so that I can have more blessings. Change my name so that I can be able to access the blessings. Because the name that you are carrying has a tag that stops you from accessing the blessings of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. So names can block you from accessing anything that is heavenly. Names can cause you to get connected to wrong men or wrong women. That every time you get married to a wrong person. Every time you get married to a challenge. Unakuta mtu, yani ulifikiria maisha yako yamekuwa mzuri, unakuta it's a challenge. Mnaachana na huyo mwanaume, unachukua mwanaume mwingine, unasema unakuta another challenge, similar challenge. Unaachana na huyo, unaenda kwa mwanaume mwingine, unapata another similar challenge. Ukiangalia pattern ni moja, because the name is causing this to happen. Na wewe sasa utakuja hapa ni kuombea, maana your auntie ni mchawi. Una suspect your auntie, una suspect your shosho, una suspect your village people, they don't like you or something. But kumbe, even if we pray, nothing will change, because the problem is you.
Bwana Yesu asifiwe sana. The problem is you. So nothing will change in your life. You will still live the same way you started and the same way you lived. Therefore, it is very important to analyze what is your name. And that is because name is very important. The identification of mankind is the name. Wherever you go, the first question they ask you, what is your name? Because what's your name is spiritually is attached to identify you. So the identification in the spiritual world that identifies you, what is your name? My name is poverty. Because that's the name, the meaning of the name. My name is pain. My name is challenges. My name is rejection. My name is confusion. My name is limitation. And that is why you are limited. That is why you are living in confusion. That is why you cannot be able to achieve anything in life. So he called, I wish you will give me more territory. Let your powerful hand be with me, because my name has weakened me. So the name can cause weaknesses in your life. You can be so weak because the name is overweighing you. That is why you go. Kama sasa, because of the name Dora, if I get into the office of any person in the government, niende ninoko kwa minister, atanifungulia immediately. Not because he loves me, to get rid of me immediately. Ndio watu wasinione tukiwa na nani? Tukiwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao kuna wengine wanatakanga, kuna jamaa juzi aliniita pale Serena tukunywe kachai. Bwana anaitwa Karioki. Karioki ni mtu tajiri sana, lakini amenyang'anywa pesa yake na Msomali. Na huyo Msomali anataka kukunywa pale Serena. Akaniambia ukagogolele kahawa hado aliko Serena. Kwa sababu ni rafiki yangu, mimi nikafikiria ni kahawa. Sasa mahali nienda nikamkuta, kumbe Msomali amekaa pale na yeye amekaa in a strategic position mahali Msomali ataniona. Sasa wakati niliingia tu akanihagi. Venye huyu mtu venye alinihagi nikaona, kwani amenihagi hivi? Akanihagi. Unaona mpaka anavuruta mkono, unajua wale watu wanavuruta mkono, ana usheki karibu angoe mkono yako. Nikaona mtu akanihebelia, akaniambia sasa ukatwalia. Sasa tukaanza kuzunguka pole tukipita, akasalimia Mworia hai. Bado huko Sasa kumbe alikuwa anaambia Mworia bado huko na mzee amekuja, utakiona. Ndio mzee, mimi sikujua. Sasa rafiki yake ndiye aliniambia nikutumiwa unatumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukazunguka na nikamuuliza wajetera ke. Jamaa tukaongea kamaliza story. Jamaa alirudi kwa mfuko akanipatia 300,000. Akaniambia ninakuona ukihubiri vizuri sana. Nini naweza kufanya? Sasa kupatia sadaka. Akanitolea pesa. Kumbe nimelipwa kazi nimefanya na sikujua. Na hiyo kazi ningelipwa pesa mingi. Maana alikuwa anadai Msomali shilingi milioni 10. Msomali alipoona hivyo alichomoka. Alipochomoka alimpigia simu na nikaona jamaa ametoka. Akaniambia polisi, pesa yako nitakuwekea kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini nilifanya? Jina Dora liliitisha bila kuongea. Jina ikafungulisha milango. Kwa hivyo jina lina uwezo wa kufunga na lina uwezo wa kufungulisha milango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Mungu amenipatia jina mzuri, linafungulisha milango. Sasa nani anaweza kucheza na sisi hapa? Hii ndio biona sinaona kama tunaendaga. Ninakuwa na bodyguard. Sina bodyguard. China peke yake. Napitaga hapa. Na achaga gari hapa, naambia David tutembee. David ananiambia sitoni na gari. Hapana, tutembee. Natembea hapo. Unaona hapa kuna watu wengi. Sasa unaenda unakanyaga kama ndogo ya jaba. Unaona vichwa vyote zinafanya nini? Unaenda ukiliga. Unaenda unakirania, unaenda hivyo. Unakata huko, unaenda mpaka kwa unapita katikati ya jamu. Unaona vio vyote unasema ndio huyo. Unajua you are conqueror, umewin. Jina linakufungulia njia mpaka unaona mtu anasimamisha gari yake ndio upite. Muda wali siku nyingine alisema gari simamishwe. Ndio akatoa kichwa, mkubwa habari. Nikamwambia mkubwa mzuri. Akaniuliza iko wapi gari? Hapana, ninafanya gym. Na nivoka tu nilikuwa nauza. Bwana Yesu says, sometimes you have to mention. Your name is supposed to mention you wherever you go. Your name is supposed to cause them know that somebody has come in.
Bwana Yesu. And this is what Jabez was looking for. He was literally asking God, oh God, I wish you would give me more territory. More territory is more conquering space, more winning space, more thing that I can be able to grab on. Is can your name cause you to have a land freely? Just hivyo. Mimi nikitoka hapa niende mahali kuna pasuliwa shamba na si shamba ambayo iko ni iligo nikanyagishe miguu hapo, wanione, lazima wanipatie piece of land. Lazima wanione tu na mauliza, we mko na barua ya shamba? Ati hapana munene, wacha tuongee, tutakupatia kitu kidogo hivyo tu. Namwambia mnanipatia gapi kabla mjaanza kukata? Na nilikupita, nilikuwa napita kabla mjaanza kukata, mnanipatia gapi? Hii shamba yote ni eka gapi? Wananiambia ni eka 100, yangu ni 20. Mmesikia? Na niletee makaratasi huko, na hauna mtu na unaenda, lakini watakuletea makaratasi kwa sababu ya nini? Jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikuja hapa amjui, kama saa Meja General Karangi mwenye alikuwa mkubwa wa jeshi aingie hapa, hamumjui, alafu ni muannounce huyu ndio, si mtapiga makofi nyinyi yote? Because of name. You don't know him physically, but you know his name, and his name can cause doors to open. Mtu anaendaga tu anasema mimi I am a son and so and so, mimi ni mtoto wa fulani, unaona mlango imefunguka. Kuna watoto wa grandchildren vya Moi vikienda kusema I am son, I'm a daughter of so and so, I'm the grandchild to the former president. Utaona automatically yule mwenye alikuwa amekaa chini anasimama kumsalimia. Because of the name. The name causes things to work. The name causes powers to happen. The name causes miracles to happen. The name causes stagnation to come, poverty to come, limitation, unakudharauliwa, kunyararwa, kumenwa, rejection wherever you go. Your name can cause you to be rejected completely. Ukiingia tu mahali uko na makaratasi mzuri na kila kitu, ukitaja tu jina lako naona wanasema we will be calling you. Na ukiambia huyo umetaitwa, hiyo inaisha, because the name imekataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema let your powerful hand be with me, keep me from harm, because the name was causing him into harm. That's why he was seeking God. Change my name ikuwe security. Mimi jina yangu ni security tu. Eldoret mzima ilikuwa high alert security, high alert niliporandi tu hivyo. High alert security zikaekwa kila mahali. Ile nyumba nilikuwa nalala, mpaka ma-OCS walijaa hapo. Magari zilikuwa zinatembea tu hapo hivyo. Hawaongei na mimi, lakini magari yanatembea tu pole pole. One thing, I have security. They will give me security. Yenye si unsolicited for. But I'm protected. Nobody can harm me because they don't want problem. Hallelujah. Because nikiguswa nikiwa Eldoret, moto itawaka. So they wali make sure niko na security mahali popote nilienda hata kununua tuguo kwa kaduka tu, nikaingia hapo kuingia kuguo, nikaona wawili wako pale nje wamesimama to make sure I am safe. Hallelujah. Na kuna mahali kwingine ukionekana tu wanaona mwizi hivyo tu, wanakuuliza what's your name, leta kitambulisho yako, kuangalia jina ni huyu, na ni jina inafananishwa, unajikuta jela miaka 10 because of the name. Bwana Yesu asifiwe sana. So he was asking, let your powerful hand be with me, keep me from harm. Oh, you know, I'm fundishing you how to change jina yako. Sio kama mnanielewa. I'm fundishing you how to change your name. Kayo jina, hebu jiulize nyake. Yani utulete UK, we na kanyamu. I don't need your answer. Hii ni maswali wewe ukajiuliza. We na kanyamu, letwa lile yako, has it ever caused me to have a kanyamu? Amuriendo kajiita jina ingine huko, ukajitanisha na kile kimzungu kile ulienda kudanganya kikupatia makaratasi. No. Don't answer. I don't need an answer from you. I'm just talking. Maana kuna wengine anaitwa Sari Frederick, kuna mwingine anaitwa Peripo Konta. Yeye majina ingine fane. Kumbe kijamaa kile alienda kuitanisha ni kia Freemason. Unakuta mashaitani inashindanga ikitembea kwao. Because ali invoke a name that he has another spiritual tax. That is why now this man was saying, keep me from harm, then I won't have any pain. You see, all these prayers, I wish you'll bless me. I wish you'll give me more territory. Let me your powerful hand be with me. Keep me from harm, then I won't have any pain.
Just if you give me those things that you have given me, I won't have any pain. So he got, that's the meaning. Nasema, is the one, I wish you bless me. So there was no blessings in his life. What was there? Pain. Number 2, I wish you would give me more territory. So wherever he tried to own a territory, pain came. But then let your powerful hand be with me. Wherever he went, he was rejected. Whatever he did was rejected. Whenever he asked for anything, it didn't work. So that is why whatever he tried to do, it was in pain. Keep me from harm. Everybody was harming him. Everybody was fighting. Everybody was trying to bring him down. That is why he called, keep me from harm. Then, if you do this to me, God, then I will not have any pain. God gave me what? God gave him what he asked for. May God give you what you'll ask. May God bless you as you go home. May God lift you as you do anything. May God open the doors for you. May God create way where there is no way. May God change that name into a prospective name. May God make your name become prosperous. May God make your name away from any harm. May God cause your name to attract blessings. May God cause your name to attract favor. May God cause your name to attract success. May God cause your name to open doors for you. And that is the end of our service. You may go home. Yes. Yeah. Yes. Jesus. Yes. Hallelujah. Kwani Mungu atakuwaga mwalia? Yes. Mlete hapa. What's your name? Nancy Nyakero. May God give you favor. May every door that was locked because of the name Nancy and Nyakera, may he cause you to succeed. Please give me this cross. Mfugwe. Can I show you something? I just want to teach you something on this cross. If you look at it, are you seeing eyes? You can't see anything. Do you know ile kitu inachorangwa danger hatari? The skeleton, of a body, of a head of something, a skull. On top here, can you see a skull? Could that be the image of a skull? This one, these ends, at the ends. Not about being possible. Are you seeing anything? Just think it as a cross. Not the bigger one. These ends here is a musho. Hey, yeah. This is a Masonic cross. Are you a member? Have you ever did you ever have a person related to Masonic? I know they're in Europe. They just say they are open. This is you bought it in town, in Turkey. This is a Masonic cross, meaning you're a member. Listen to me. You're a member by devote. Because if you wear a t-shirt bearing my name, would you not be advertising me? So if you have this cross, what are you doing? Yes.
So you're either a member or either a contributor or a supporter. Yes, you're supporting because you're advertising them with unknowingly, and they're not even paying you. And this has been causing a lot of problem. Unaota maoto zingine za uoga. Yake. Niramenya gogo. Draw. Then this is a Masonic cross. Thank you. You're free. Yes. Wow. Mutikeno karibu. Orodo akirikia. Mutirute sadaka. Leteni sadaka kwa mikono yangu. Ndio niwabariki sasa. Na ukiweka sadaka kanyaka kubwa kubwa. Musinisubue. Ukileta sadaka mimi, si mumeambiwa mimi ni nani hapa saa hii asubuhi? You don't need prayer. Even nimesema si niomba, kwani nimekuwa nikisema nini? May your name do the me one name. Si nimeomba. Unajua nyinyi mnagoja niombe kama nganga. Mimi siwa hiyo. Mimi tu hata nikikanyaga territory yako nikanyaga where you are, things will change. Yes, things will just say. I don't need to pray. Yani if tumezungumza, I was changing your name. You don't need to tell me about your name. Just go. It has been changed. Any challenge that was associated, hata kama unaitwa Nyoriani, jina imebadilika. Na mtu mwingine asinisikie. Sasa hiyo kilete unaipatia jina. Kehu, wewe itakwate. Nansi yako, newa? Wajiko. Wajiko. Sasa you speak to, wachana Nancy haina issue. Your name unainenea, unaiweka hapo kwa hiyo sadaka yako. Unaiambia Wajiko, ni utolete ogiete, ni undeithĩtie thĩna mũingĩ mũno. Ni unyanarithĩtie, ni umenithĩtie mũno. You speak to it, then it is gone change. Thank you. Sio kushika haraka na kukipisa. Unaitwa nani? Wakari. Wakari ni watu ni kari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mubarikiwe. Unanenea hiyo wake yu nigetweke ule. Hiyo seji. Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitakapo jina ngome nyingine sina, nitakapo jina ngome nyingine sina. Yesu listen to that name. Jina la Yesu. When you invoke the name, it changes things. In the name of Jesus, I speak healing.
na healing inakuja, because you have invoked a name that is above every other name. So the name is very crucial to begin with, to open your world, to open your spiritual life, to open your businesses, to open anything around you. The name. Hiyo ndio mwanzo wa kila kitu. Ende utafute jina yako, labda hizo mashida zako zote unakuwaga nazo ni jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa ya nani? Shosho yako alikuwa anaitwa Nyawera na alikuwaga mugaga. Hata wewe ni mugaga, upende usipende. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mrogi na wewe mugaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio maneno nakwambia, anza na jina. Jina linabadilisha, lina change. So that is why you have a pain in your life, because you never understood the name. The name is very crucial, because it was named when they came. Wakati baba yako alikuja ama watu walikuja wamolirie no wasiaro makiuga no ne godho niki marigire kwa ne Francis niki todo godho niwe wasiaro ugo roho wa godho nugoka ugo nakuma hau mitugo yaku na ya godho kama ali munyefi atawe ni murefi, kama alikuwa msherati kama mimi alikuwa msherati, na ndio mimi nilikuwa msherati, nilikuwa msherati, nimebadilisha, niliwacha girls, niliwacha. Amen. Mayu baka yake mama kaga Mario, wewe ni pastor kweli? Ni pastor de commander. And I live my life. I don't live your life. Naishi maisha yangu. Sasa wewe kaa yako. Na mimi wacha nikae? Yes. Teko doragana tumaido. Atike aliere. Ako. Ashiko. Nashire magoma ehari. Mtikero kama ni moyo. Nimeokoka. Dorcas. Mimi nakuwa nimeokoka. Si unajua hivyo? Ni jokes na penda. Lete. Nyoshea mikono yenu, kwa sababu sasa hapa ni majina. Kila mtu ameweka sadaka. Ngoja tafadhali. Kila mtu ameweka sadaka hapa. Na kama haujaweka, uko na shilingi hata moja ama mbili, whatever you have, leta. Kama unajua haukuleta, I want to tag it with your name. Yeah? Wachana wasimu sawa. Kama haukuweka, kama haukupata, na kama unajua haukupata na hauna, ambia huyo neighbor mko na yeye, please nipe, akupatie, si akukopeshe, akupatie. I want to just connect it. I want to do a special prayer here. Muombe neighbor. Nuaruta. Duge kobe neighbor. Koba mwitiko koba mwetie. Muhoya akohe. Oba mwambie akupatie. Genuinely, na si mkopo, usitoe kama mkopo. Nataka ku unlock your name. Hata kama ni shilingi moja, shikaniki, yani tonyana itakuatia. How do I say it? Kwa simu ni sawa, hakuna shida, as long as umetoa. Ukwe, yani be a partaker of what I'm about to say. This grace, yeah, good Nyake, good. Yeah, kila mtu be a partaker. It doesn't matter what you have. Toa. Si pesa tunatakanga, ni hiyo grace, kukushikanisha na hiyo grace. Na si grace dade, kukushikanisha, umeona sasa, hiyo grace. Shh. Cha, hiyo. Katika. Bamuka. Paramuka. Yes. Paramuka. Thank you. Kila mtu, hata watoto wenye wako hapa, toeni.
mutumia ndari ariganirwo ni kuruta mbeca kuja kunjite na kamiga irorete na kungi hata nyinyi waacha wewe toeni hapa umetoa wewe umetoa na wewe iliishia huko ende utoe unaambia kwa wanakurudishia change wewe umetoa ama umejitoa sadaka na gita Maasha mmetoa wewe nasi umetoa wewe Mkodiro umetoa kuja utoe wacha na kamera tunakuona wachana nayo kuja utoe omba hapo omba mtu akupatie omba mtu yote akupatie wewe umetoa Masai umetoa thank you kila mtu everybody nani hajatoa wewe Jensi umetoa thank you na ule mfupi hiyo mama mfupi yako wapi mwambie akuje haraka ni Karanja na Dan sawa uangalie uone uhakikishe wametoa watu wa media unajua ndio waliuza Yesu ni watu wa media the scribes si ni watu wa media ndio waliuza Yesu anatuwekeaka kwa skrini nini hiyo Dani imefika kwa Mungu straight ya kwanza kabisa katika maisha yake inua tu mikono yako juu miwili tuimbe hiyo wimbo jina la Yesu tunapoimba hiyo wimbo ambia Mungu how you want tumeona hizo prayers ambia Mungu how you want your name to look like what kind of favors you need from God what kind of openings you need from God what kind of successes you need speak to God about your territory about your favor about the grace upon your name jina la Yesu ni ngome yangu jina hilo ngome nyingine fungua kinywa chako tu usiimbe fungua kinywa chako mwambie Mungu kama Jaibesu alivyokuambia umbadilishe that I wish you may change my name I wish you may convert me I wish you may change whatever I wish you may expand my territories mwambie nimechoka na umaskini nimechoka na limitation nimechoka na chukizo ya jina yangu jina Yesu ngome jina la Yesu ngome changanya jina yako na jina ya Yesu weka jina yako ndani ya jina ya Yesu yes put that
the mighty name of Jesus. Bethel Clouds TV, empowering lives.